Naam, ahlan wa sahlan na marhaba bikum mtazamaji wa Star TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atoa wito kwa Watanzania kufanya maboresho ya taarifa katika daftari la kudumu la mpiga kura. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Tunaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman, karibu tuwe sote. Barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzo. Tuanze na habari za kitaifa, tuanzie hapa jijini Mwanza. Polisi mkoani Mwanza inawashikilia watu wawili akiwemo afisa tabibu wa wilaya Sengerema kwa tuhuma za wizi wa vifaa tiba vyenye thamani zaidi ya shilingi milioni 28 mali hospitali ya wilaya Sengerema mkoani Mwanza. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod William Mutafungwa amesema watuhumiwa hao wamekamatwa baada ya uongozi wa hospitali hiyo kutoa taarifa polisi kuhusiana na wizi huo. Ndipo makachero wenye weledi waliopata mafunzo ndani na nje ya nchi walipoanza upelelezi ili kubaini waliohusika na wizi huo. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji watuhumiwa wawili. Watuhumiwa hao kwa majina ni Nyanda Daudi Thomas ambaye kabila lake ni Msukuma, ana umri wa miaka 35. Kazi yake ni afisa tabibu, yani clinical officer katika hospitali ya wilaya ya Sengerema, na ni mkazi wa eneo linaitwa Maduka Manane huko wilayani Sengerema. Wa pili anaitwa Novat Kalori Felician ambaye kabila lake ni Mnyambo, ana umri wa miaka 36. Kazi yake ni mfanyabiashara, lakini pia ni mmiliki wa zahanati binafsi iitwayo Elabs iliyoko wilayani Sengerema na mkazi wa mtaa wa Soweto huko Sengerema. Aidha, kamanda Mtafungwa amefafanua kuwa vifaa tiba hivyo viliibiwa Aprili 4 mwaka huu, na mara tu baada ya kubainika huko kwamba vifaa hivyo vimeibiwa, wahusika, nikiwa na maana ya viongozi wa hospitali hiyo, waliweza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo jeshi la polisi tangu tarehe 4 mwezi wa 4 lilipokea hizo taarifa na uchunguzi ulianza kufanyika. Kamanda Mtafungwa pia amevitaja vifaa vilivyoibiwa na kuongeza kuwa uchunguzi wa kina bado unaendelea ili kubaini mtandao zaidi wa watu wengine waliohusika katika tukio hilo. Kuna kifaa kinaitwa kifaa cha kurekebisha mapigo ya moyo, kitaalamu wanasema ni defibrillator, kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni kinaitwa fetal heart rate monitor, kompyuta moja, mashine za kuingiza maji mwilini yani infusion pump. Vifaa hivyo vyote vina thamani ya shilingi milioni 28,510,000 vikiwa ni mali ya hospitali ya wilaya ya Sengerema. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Jamhuri ya Watu wa China zimetia saini mikataba miwili ya msaada wa jumla yuan za China milioni 500 sawa na shilingi bilioni 185 kwa ajili ya upanuzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete pamoja na kusaidia programu ya ushirikiano wa kiuchumi na kitaalamu. Taarifa Beni Mwipaja inasoma studio.
Mikataba hiyo imesainiwa ofisi ya Wizara ya Fedha na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba kwa niaba ya serikali ya Tanzania na balozi wa China nchini Tanzania Shen Mingjian. Akizungumza baada ya kusainiwa kwa mikataba hiyo, Dr. Nchemba amesema kuwa mkataba wa kwanza ni wa ushirikiano wa kiuchumi na kitaalamu wenye thamani ya yuan za China milioni 200 sawa na shilingi bilioni 74.2, na mkataba wa pili ni kwa ajili ya mradi wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa kituo cha umahiri cha matibabu ya moyo Afrika Mashariki na Kati wenye yuan za China milioni 300 sawa na shilingi bilioni 111.2. We know the construction of the pediatric cardiovascular hospital. Hii ya magonjwa ya moyo kwa watoto Mloganzila unatarajiwa kuleta manufaa makubwa kama vile upatikanaji wa huduma bora za afya, kukuza uchumi kupitia kuongeza ajira na kuchochea biashara kwa wananchi ili kuboresha maisha yao, kukuza utafiti katika masuala ya afya na elimu na kuendeleza miundombinu. Kwa niaba ya serikali, ninakushukuru wewe binafsi na serikali ya China kwa msaada wa miradi hii miwili muhimu tuliyosaini muda mfupi uliopita. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Tanzania Shen Mingjian amesema kuwa nchi yake itaendelea kushirikiana na Tanzania kutokana na ushirikiano wa kihistoria wa muda mrefu na pia imani ya Tanzania kwa nchi hiyo katika kukuza maendeleo ya wananchi. Aidha, amesema kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi kinara yenye ushirikiano bora wa kiuchumi na kijamii na imeshirikiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali za maendeleo ikiwemo ujenzi wa reli ya Tazara, mradi ambao umekuwa kielelezo cha uhusiano huo. For our understanding to teach how to fish. Kwa uelewa wetu, kumfundisha mtu namna ya kuvua samaki ni jambo jema kuliko kumpatia samaki. Tunataka kuwaunga mkono ninyi marafiki zetu wa Tanzania kufikia malengo ya maendeleo mnayoyataka. Hayo ndio malengo ya China, na msaada wa pili ni kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kituo cha umahiri cha matibabu ya moyo cha taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, kwa sababu afya ni mustakabali wa maisha ya Watanzania na itasaidia JKCI kutoa huduma za kibingwa za matibabu ya moyo kwa Watanzania. Medical services for Tanzanian people. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Dr. Peter Kisenge ameishukuru China kwa ufadhili huo utakaokuwa mkombozi mkubwa wa matibabu ya moyo kwa watoto kupitia ujenzi wa kituo hicho cha umahiri kitakachojengwa katika hospitali ya Mloganzila. Msaada huu utaisaidia kuifanya sasa taasisi yetu ya moyo kuwa moja ya taasisi kubwa Afrika lakini duniani kote, kwa sababu tutaongeza wigo la watoto watakaofanyiwa operation, tutapunguza rifaa za wagonjwa. Mpaka sasa hivi tumepunguza kwa 95%, zile 5% zilizobaki msaada huu unakwenda kuzipunguza. Hafla hiyo imehudhuriwa pia na naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha Elijah Mwandumbia na naibu katibu mkuu Wizara ya Afya Ismail Rumatila, ambaye ameahidi kuwa serikali itasimamia utekelezaji wa mradi huo kama ilivyokusudiwa ili kuleta tija na kuboresha upatikanaji wa huduma na matibabu ya magonjwa ya moyo nchini. Mtazamaji, tusalia huko kwa Dodoma. Sasa tumtazame Amiri Jeshi Mkuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa Watanzania kutumia haki zao za kikatiba ikiwemo kujiandikisha au kufanya maboresho ya taarifa katika daftari la kudumu la mpiga kura ili kuweza kuchagua viongozi wanayemuona anafaa kuongoza katika uchaguzi mkuu ujao. Twaki Vale kutoka Dodoma anatupasha taarifa hii. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo wilayani Chamwino katika kitongoji cha Sokoine baada ya kushiriki na wananchi katika uboreshaji taarifa katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kuweza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba. Na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani ambaye katiba imekupa fursa hii? Nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia. Wewe unaikataa. Ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Aidha, Dr. Samia anabainisha haki yake ya kikatiba ya taarifa zake kutoka katika daftari la kudumu la mpiga kura ambalo awali alijiandikisha akiwa makamu wa rais wa serikali ya awamu ya 5.
Huko nyuma nilikuwa napiga Zanzibar kwa sababu nilikuwa makamu wa rais. Kwa naenda kupiga kule na rais wa jamhuri anapiga hapa Dodoma. Lakini mwaka huu inabidi nipige hapa makao makuu ya nchi, ambapo ndio makao makuu ya serikali yalipo. Kwa hayo ndio madhumuni, na kama nilivyosema ni waombe wananchi wenzangu mje kwa wingi tupige kura. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja. Mzunguko wa kwanza umepita, tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, uko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Naye mbunge wa jimbo la Chamwino, Leon Ndejembi, na wananchi wa wilaya ya Chamwino wanaeleza haki ya kikatiba ya kufanya maboresho katika daftari la kudumu la mpiga kura. Haya, mwanzo nilikuwa nimejiandikisha kituo cha Linze Nyama ndani ya wilaya yetu hii ya Chamwino, kiko kata ya Manchali, lakini nimekuja hapa kwa sababu nimehama kutoka kule, nimehamia hapa makao makuu ya wilaya. Mimi zoezi hili nimelipenda sana na limekwenda vizuri kwa kweli, nimelifurahia. Ingawa tumelisubiria kwa muda mwingi sana, lakini sio mbaya. Wote wainuke waende wajiandikishe, ambao wana kadi ya mpiga kura wawe na haki na wajibu kwa sheria ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi wapige kura kuchagua viongozi wanaowahitaji. Kutoka Dodoma, Twaha Kivale, Star TV. Rais wa Jamhuri ya Finland Alexander Stubb amesema serikali ya nchi hiyo itahakikisha inaendelea kushirikiana na Tanzania katika kuimarisha haki za wanawake, jinsia na maendeleo ya jamii ili kuchochea shughuli za kiuchumi na biashara. Adam Damian ana taarifa zaidi. Rais Stubb ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam mara baada ya kutembelea soko la Machinga Complex ili kujionea shughuli za wanawake wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo, ambapo ameeleza kuvutiwa na ubunifu na uthubutu wao kwa kuwa wanatengeneza bidhaa nzuri zenye kuvutia. 5 things which for me are a recipe to success. Number 1, women. Number 2, entrepreneurship. Number 3, Tanzania. Number 4, Finland. And number 5, the US. So all we can do is we can really succeed in this. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema serikali inatambua umuhimu wa kushughulikia changamoto za kijinsia kwa maendeleo endelevu, na kwamba wanawake walioko kwenye sekta isiyo rasmi, hususan wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga, ni nguzo muhimu katika taifa. Yale ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiyasema, na yeye kama tunasema championi, kinara wa dunia kwenye eneo la uwezeshaji wa wanawake. Kwa hiyo tukamshukuru kwa kuja hapa. Amejionea mambo makubwa ambayo yanafanyika nchini Tanzania katika kutimiza au kufikisha ile ndoto ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwaendeleza wanawake. Awali akitoa taarifa mbele ya Rais Stubb, mwakilishi wa UN Women nchini Tanzania Hodan Adu amesema kuwa Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuwawezesha wanawake kwenye nyanja mbalimbali. We're very happy to say that in the last election, the local elections, over 1,000 women were elected for the first time in local government elections. The program has also supported women saving groups. Tunapika batiki wenyewe kwa mikono yetu sisi wenyewe. Nitizameni mimi hapa, nimeanza kutengeneza batiki nikiwa niko msichana na sasa hivi niko mtu mzima. Lakini haitoshi. Tupo na watoto wetu tunaowafundisha. Rais Stubb aliwasili nchini Mei 14 mwaka huu 2025 kwa ziara iliyolenga kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Finland, ikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, mazingira, teknolojia, uchumi wa buluu, kilimo na madini. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam. Na mtazamaji, sasa tuungane na mwandishi wetu Omari Hussein ambaye ametuandalia taarifa isemayo taasisi ya utafiti wa misitu nchini iko mbioni kukamilisha utafiti kuendeleza ufugaji wa nyuki kwa kuainisha aina za nyuki walio kwenye maeneo mbalimbali, ambapo matokeo ya awali yanaonyesha mzinga mmoja unaweza kuzalisha wastani wa kilo 15 hadi 19 za asali kila msimu, mara 2 ya uzalishaji wa sasa. Kama wana mizinga maalum inayofanana na hiyo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa misitu hapa nchini, Daktari Revocatus Mushumbus, amesema kwa muda sasa wanatekeleza utafiti wa kuendeleza ufugaji wa nyuki, kutaka kubaini maeneo yanayofaa kuweka mizinga ya nyuki na aina ya mizinga kuendana
na aina ya nyuki waliopo, waliweka manzuki kwenye za Tanzania bara. Na ndio maana tunayo tafiti moja ambayo inaenda kutuhakikishia tunabaini changamoto zilizopo, lakini na kuzitafutia suluhisho. Changamoto moja wapo ni kutumia mizinga ambayo si sahihi mahali pake. Ndio maana nikasema hii tafiti ambayo inatusaidia kubaini ni mizinga hipi iweko mahali gani. Ukishajua ni mzinga upi iweko mahali gani, ni moja kwa moja utaweza kuzalisha kiasi kinachotakiwa. Lakini ni muda upi unafaa kuweka mzinga na kuweza kwenda kuvuna. Maana ukichelewa utakuta wale nyuki wametumia ile asali. Kimsingi ile asali nyuki hakuwekei kwa ajili yako wewe. Ni chakula chake cha reserve wakati wa ukame. Mbali na utafiti unaoendelea kwa sasa, wanaeneza elimu kwa tafiti zilizokwisha fanyika mathalani kuhimiza ufugaji wa nyuki wasiodunga ambao mazao yake yamebainika kuwa na soko kubwa ndani na nje ya nchi. Asali zetu kwa hapa nchini zimekuwa zikiuzwa kwa kutegemea zinatoka wapi. Utasikia nasema hii ni asali ya Tabora, asali ya Njombe, asali ya wapi na wapi na wapi. Sisi tunafanya tafiti ya kubaini sifa zilizomo ndani ya asali, ili asali iweze kuuzwa kwa kujua ina vitamini kiasi gani, ina rangi gani, ina utamu kiasi gani, lakini pengine ina uwezo wa kutibu magonjwa kiasi gani. Kwa hiyo tumebaini sifa zilizopo ambazo bahati nzuri zote ziko ndani ya viwango vya kimataifa. Yaani katika utafiti matokeo yanaonyesha kwamba ukiweka mizinga sehemu ambayo kuna maji yanayotembea, ambao karibu jirani na mito, ambazo maji ambayo yanatiririka yanatembea, maeneo hayo hata kama yakisumbuliwa bado mizinga na makundi yanaweza kukaa muda mrefu na kuzalisha asali. Na pia imeonyesha kwamba takriban mizinga unaweza kutoa kilo 15 mpaka 19 kwa mavuno. TAFORI wamepanga pia duniani Mei 17 hadi 20 yanayofanyika kitaifa mkoani Dodoma kueneza elimu ya matumizi ya tafiti zilizokwisha bainika, maadhimisho yanayopambwa na kauli mbiu isemayo nyuki kwa uhai na uchumi imara tuwahifadhi. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Asante sana Omari Hussein kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele. Wafugaji kutoka vijiji 17 vinavyozunguka hifadhi ya taifa ya Ruaha wilayani Mbarali mkoani Mbeya wametakiwa kuheshimu mipaka iliyopo kwa kuacha kuingiza mifugo ndani ya hifadhi hiyo kwa makusudi ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Tahadhari hiyo inatolewa hapa na mkuu wa wilaya Mbalali Kanali Maulidi Hassan Sulumbu kufuatia tukio la kusikitisha ambalo mfugaji mmoja kuuawa na askari TANAPA baada ya kuingiza mifugo ndani ya hifadhi hiyo na kukamatwa kwa mifugo zaidi ya 1000. Niwaombe tena wananchi wote wa wilaya Mbalali kuendelea kutii sheria kwa kwamba maeneo yaliyohifadhiwa wananchi hawaingii kwa shughuli yoyote ile. Kaimu mhifadhi mkuu wa hifadhi ya taifa Ruaha Boniface Mdesa ameeleza kuwa kitendo cha kuingiza mifugo ndani ya hifadhi hiyo hususan katika eneo oevu la Yefu linahatarisha vyanzo vya maji na uhai wa wanyamapori. Kumekuwa na uvamizi mkubwa kwenye bonde hili kwa wananchi kuingiza mifugo hifadhini. Kwa mwaka 2023-24 peke yake zaidi ya mifugo 7500 iliingizwa hifadhini na kuweza kukamatwa na taratibu za kisheria zikafuatwa. Nyuma yangu kama unaona kuna mifugo zaidi ya 500 ambayo ilikamatwa tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu, mifugo ambayo inamilikiwa na mzee Igembe. Katika hatua ya kuonyesha msamaha na kujenga mahusiano bora, serikali imemsamehe mzee Igembe Mahola, mfugaji aliyekamatwa kwa kosa hilo na kumrudishia mifugo yake bila masharti yoyote. Tushirikiane kuhifadhi maliasili hizi na tuendelee kuelimishana. Mzee kasema hapa kwamba anatoka hapa sasa anaenda kuwaelimisha vijana wake ambao ndio huwa wanaleta ng'ombe huku, lakini mwenyekiti wa kijiji kasema wanaenda kukaa kwenye vikao. Watu wazingatie haya. Wafugaji katika eneo hilo wameahidi kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha wanazingatia sheria na taratibu za matumizi ya ardhi ili kuepuka migogoro na kulinda rasilimali za taifa. Mimi ninahitaji kuwa mwalimu leo kwa wafugaji wangu wote ambao waliopo pembezoni na hifadhi. Tusipende kusuguana kwenye vitu ambavyo sio vya lazima. Tuingie hifadhini. Kwa leo mimi tukafuatia taratibu za kisheria ndio leo nakabidhiwa ng'ombe wale. Kwa tujaribu kusisitiza mimi na wananchi kwamba jamani, hifadhi sio mahali pa kupeleka. Labda hata kama kuna uhaba wa malisho, tuendelee kuiomba serikali. Tukio hili limekuwa somo kwa jamii kuhusu umuhimu wa
kuheshimu mipaka ya hifadhi na kulinda mazingira ili kuhakikisha ustawi wa rasilimali za taifa na kuepuka migogoro isiyokuwa ya lazima. Laudence Simkonda, Star TV, Mbeya. Mtazamaji, wakati hayo yakiendelea huko Mbeya, kwingineko wananchi wa kijiji cha Mkundiambaru kati ya Mnazi hawana uhakika wa kulima na kuvuna mazao yao kufuatia uvamizi wa tembo kutoka hifadhi ya Mkomazi iliyopo wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Taarifa zaidi na Mbweni Herman. Kufuatia hali hiyo, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi imesaidia kuwezesha mpango wa matumizi bora ya ardhi kumaliza mgogoro wa wanyamapori na wananchi wa maeneo hayo. Mpango unapitishwa kwenye mkutano mkuu wa kijiji cha Mkundiambaru. Leo tumepitisha mpango wa matumizi bora ya ardhi. Matumizi bora ya ardhi yatatusaidia sana katika kijiji chetu. Lakini katika maeneo mbalimbali ambayo tumeyatenga, tumepitisha hukumu ndogo ndogo ambayo atakiuka atapigwa faini ambazo tumezipitisha. Nishukuru serikali kwa mpango huu ambao imekuja kutuelimisha. Tumeshaelimika, kwa hiyo sasa hivi tunaenda kupunguza migogoro yote ya kijiji hiki. Moja ya msingi wa hili jambo ni kwenda kufungua hiyo kitu sasa, kwamba baada ya sisi kutoka hapa na mpango kupita kusainiwa kule kwenye ngazi husika, inaruhusiwa mtu mmoja kama hajapata ile ruzuku ya kupimiwa wote, mtu mmoja anaweza kaanza kutoka sasa na kwenda kuomba kupimiwa kipande chake cha ardhi na kujikwamua kiuchumi. Ndio lengo letu la serikali, kwamba watu wajikwamue kupitia ardhi walionayo. Meneja wa kanda ya Kaskazini Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Amos Mkuge, amesema ili kuondokana na migogoro ya wananchi na wanyamapori, mpango wa matumizi bora ya ardhi ni muhimu katika vijiji ambavyo vinapakana na hifadhi ya wanyamapori. Hifadhi ya Mkomazi inapakana na hivi vijiji ambavyo tunaangalia mipango ya matumizi ya ardhi. Kwa hiyo ili kuondoa changamoto hizo za migogoro ya wanyamapori na wananchi, lazima tuandae mipango ya matumizi ya ardhi ili kuondoa hizo changamoto. Tunaondoa hizo changamoto kwa maana kwamba tunatenga maeneo kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Tunatenga maeneo kwa ajili ya malisho, kwa ajili ya makazi, kwa ajili ya kilimo na kwa ajili ya ufugaji wa wanyamapori kwa maana ya WMA. Kazi hiyo inayowezeshwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia fedha za miradi ya maendeleo inafanyika ikiwa ni utekelezaji wa azimio la Bunge la kutaka wizara kupitia tume kukamilisha programu ya uandaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji 333 hapa nchini. Mbona Herman, Star TV, Tanga. Mradi wa maji wenye thamani shilingi bilioni 1 na milioni 119 unatarajia kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi 481 wa kata ya Msisima wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma. Akitoa taarifa ya mradi kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, meneja wa RUWASA wilaya ya Namtumbo mhandisi David Mkonde amesema utekelezaji wa mradi umefikia 60% huku ukitarajiwa kukamilika ifikapo Juni 13, 2025. Mradi huu wa maji Msisima Mnarawi unahusisha vijiji viwili ambavyo vina wananchi 4,081. Mradi huu unahusisha ujenzi wa chanzo cha maji katika mto Msukambale. Uwezo wake ni lita milioni 4 kwa siku na mahitaji ni lita 242. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025 Ismail Ali Usi akiweka jiwe la msingi katika mradi huo, amewaasa wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu katika maeneo yao ili serikali iendelee kusogeza huduma karibu na wananchi. Tumekuja kujionea mradi mkubwa huu ambao utaenda kuwasaidia wananchi juu ya kuondosha changamoto ya maji safi na salama. Na haya yote ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha mitaa yote, vijiji vyote, kata zote tunaweza kutoa huduma ya maji safi na salama. Wenzetu wa taasisi hii ya RUWASA wanaendelea kufanya kazi kubwa ya kupeleka miundombinu ya maji ndani ya vijiji vyetu. Kwa wakazi wa kata ya Msisima wameshukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuondolea adha ya kutafuta maji katika mazingira hatarishi na magonjwa yaliyotokana na matumizi ya maji yasiyo salama. Kabisa nimshukuru
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi wenyewe tulikuwa tunashindwa zamani kwamba maji unaenda kuchukua mtoni akaenda asubuhi masaa mawili anaochukua maji. Leo Mheshimiwa Samia kwa kushirikiana na mbunge wetu Viza Kawawa, maji tumepata hapa. Tulikuwa tunachota maji kisimani. Tunapokuwa kisima leo, ikinyesha mvua, yanakuja maji ya mvua yanafikia kile kisima. Baadaye tunapoenda sisi tunarudisha nyumbani. Tukishaanza kuyatumia, watoto wakinywa, hata sisi wenyewe tupata na homa. Aidha, mbunge wa jimbo la Namtumbo Vita Kahawa ameeleza namna serikali ilivyojidhatiti kufikisha maendeleo katika maeneo yote. Sisi hatujawahi kupata maji mtiririko huku. Na kata hii tumeletea miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2,497,000. Tunaomba barabara hii ya kutoka Mtwara Pachani kuja hapa kwenda Tunduru. Tuna umuhimu sana barabara hii hasa kiusalama. Wilaya yetu ina vijiji 66 lakini 32 viko hapa. Julius Lugoe, Star TV, Ruvuma. Namna wajumbe wa bodi ya nishati vijijini REBA wametoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kulinda miundombinu ya miradi ya umeme vijijini pamoja na kuwaomba wawe walinzi ili kupunguza wizi wa vifaa na uharibifu unaofanywa na wananchi wasio raia wema. Hii ni taarifa kamili. Wito huo umetolewa na Balozi Radhia Msuya kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi hiyo inayosimamia wakala wa nishati vijijini REA wakati wa majumuisho ya ziara katika mkoa wa Kilimanjaro katika kitongoji cha Shabaha na Mjohoroni mkoani humo. Balozi Radhia amesema umeme ni moja ya nyenzo muhimu ya kuinua uchumi wa wananchi mijini na vijijini. Kwa sababu hiyo, wizi wa miundombinu unarudisha nyuma juhudi za serikali katika kuwaletea wananchi maendeleo. Wasipolinda miundombinu, wale wengine watakuwa hawafikiwi, na kama wengine hawafikiwi, uchumi wa nchi utaathirika. Maana wote tukiwa hali yetu inainuka na uchumi wa nchi utakuwa umeinuka. Kwa hiyo ni mimi wito wangu kwa viongozi wa mtaa wajue kwamba hizi miundombinu ni yao na wao wana dhamana ya kuangalia, kuhamasisha wananchi wajue thamani ya huu mradi kwa serikali ili tuweze kufikia azma ya kupata maendeleo endelevu. Meneja usaidizi wa kiufundi kwa waendelezaji miradi, mhandisi Emmanuel Yesaya, ametoa wito kwa wananchi wa vitongoji vya Shabaha na Mjohoroni kuchangamkia fursa ya kujiunga na huduma ya umeme wakati huu ambapo wakandarasi bado wapo kwenye maeneo ya miradi. Huku meneja wa TANESCO wilaya Hai, mhandisi Joseph Bagabuje, akieleza kuwa tayari wameanza kampeni ya kuwahamasisha wananchi kuunganisha nishati hiyo. Bodi ya nishati vijijini imetoa maelekezo mbalimbali katika mkoa huu wa Kilimanjaro kuhusu utekelezaji wa miradi hii ya nishati vijijini, ambayo sasa management ya REA pamoja na wakandarasi na msimamizi wa miradi TANESCO tumechukua hayo maelekezo ambayo yametolewa na bodi, hususan kuhakikisha kwamba miradi yote inafanyika kwa ubora unaotakiwa, lakini pia inakamilika kwa wakati. Tumeamua tufanye kampeni kubwa kwanza ya kutangaza wilaya nzima kwamba sasa hivi umeme tuna miradi na kwamba wananchi wajiandae kwa ajili ya connection, lakini pia tuna kitu tumekiita mobile clinic. Kwenye mobile clinic tunakusanya wananchi wote tukisaidiana na viongozi wa serikali ili kuhamasisha eneo la mradi na kwamba connection iweze kufanyika ndani ya masama ndani ya siku 2 baada ya mteja kuwa ameweza kulipa. Jumla ya vitongoji 135 vinatarajiwa kufikiwa na umeme katika mradi wa HEP2 unaosimamiwa na wakala wa nishati vijijini REA kwa mkoa wa Kilimanjaro. Mtazamaji, taarifa hiyo kuhusu umeme vijijini inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa utakuwa ni usaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kuwa nasi. Lile balala soka wiki hii ni noma ndani Star Times. Baada ya Barcelona kuwachapa vibaya Real Madrid kwenye Copa del Rey, wiki hii wababe hawa wanakutana tena kwenye El Clasico nyingine kubwa ya La Liga. Jumapili hii ni Mei 11
kuanzia saa 11:30 jioni. Mechi hizi zinakujia live kupitia chaneli zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Lipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 kwa watumiaji wa decoder antena, ama kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 kwa watumiaji wa dish. Jiunge leo kwa bei ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 au kwa decoder dish full set kwa shilingi 56,000 tu. Star Times, enjoy digital life wewe. Mimi nifikiria utaniambia habari ya biashara, habari ya mifugo. Huu unazungumza habari ya ujenzi. Kwa hiyo hii bati ndio utaezekea. Sasa wakati tulikuwa nao ulitaka niesheke nini maboshi? Fundi. Umeshindwa kumshauri huyu mzee? Pengine alikuwa na bana matumizi. Sikia Jangala, mabati yenye geji 32 hairuhusiwi kabisa kuezekea nyumba za kuishi. Bati ambazo zinafaa kwa ujenzi ni geji 28 na geji 30. Geji 32 zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwekea uzio kwenye mradi au ujenzi wa kujengea mabanda ya mifugo. Nimakuelewa. Tena hakikisha bati hizo zimekidhi viwango na kuwekewa alama ya ubora ya TBS. Kwa maelekezo zaidi piga namba zifuatazo: bure 0800 tovuti www.tbs.go.tz. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Karibu sana mtazamaji, huu ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Migogoro ndani ya ndoa inatajwa kama moja sababu inayoathiri malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto mkoani Arusha na kusababisha ongezeko la watoto wa mitaani. Beatrice Gerald ametuandalia undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi hapa nchini, kuanzia Januari hadi Disemba mwaka 2022, matukio ya ukatili dhidi ya watoto yameripotiwa kuwa ni 12,163, ambapo yamechangiwa na sababu mbalimbali. Akiwa katika mdahalo maalum katika kituo cha Amani, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Arusha Dennis Mgie anabainisha kuwa moja ya kikwazo katika malezi ya watoto ni migogoro ndani ya ndoa na kuitaka jamii kubadilika kwa manufaa ya sasa na kizazi kijacho. Arusha kama ilivyo mikoa mingine ni moja ya mikoa ambayo ina changamoto pia za migogoro ya kifamilia. Watoto ndio wamekuwa wahanga wakubwa wa migogoro hii, hasa familia zinapokuwa zinapitia wakati, na kwa tunatamani tuone kila mzazi akicheza nafasi yake kwenye malezi ya mtoto huyu. Mratibu wa shirika la Amani Center mkoa wa Arusha Naomi Kimaro na afisa ustawi wa shirika hilo Hassan Haufi wanaeleza madhara ya migogoro, ikiwa ni pamoja na watoto kutoona umuhimu wa kuishi ndani ya familia. Okoa mtaani, mara nyingi huwa tunawaokoa, tunaongea nao kuweza kujua ni nini ambacho kimewaondoa nyumbani wakaja mtaani. Nataka kuyazungumzia yale yaliyowasibu mpaka kuja mtaani au kukumbana na changamoto inakuwa ni vigumu sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ile experience, yale ambayo wamekutana nayo kwenye ngazi ya familia. Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo wanaeleza migogoro ya ndoa inavyochangia mmomonyoko wa maadili kwa watoto. Hatuna namna nyingine zaidi ya sisi wazazi sasa kurudi njia kuu na kuona kwamba inatupasa kukaa katika maadili. Ni kutokuwa na familia na muda wa familia wa pamoja, ikiwa ni pamoja na kuzungumza na watoto. Mtoto ni mara ni kauli mbiu ya siku ya familia duniani, ikiwa ni kuelekea mkutano wa wadau wa watoto wa Malezi Summit unaotarajiwa kufanyika tarehe 21 hadi 22 mwezi huu mkoani Mwanza. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Mtazamaji, tena mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata.
sana mtazamaji, katika habari za biashara na uchumi. Imeelezwa kuwa pamoja na kuongezeka kwa vyama vya ushirika vyenye miradi mikubwa ya uzalishaji inayoweza kutoa fursa za kiuchumi na ajira, bado kuna baadhi ya changamoto zinawakabili. Baadhi yake ni vyama vya ushirika vya madini kuingia ubia bila kufuata taratibu, kushindwa kulipa mikopo, na makampuni ya ununuzi wa mazao ya kilimo kushindwa kulipa ushuru. Akizungumza katika jukwaa la maendeleo la ushirika mkoa wa Geita lilofanyika wilayani Bukombe, mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa Dorini Mwanri amesema mkoa una vyama vya ushirika 600 ambapo 298 vimesajiliwa kwenye mfumo na vyama 302 ni sinzia. Amesema kuna changamoto ambazo amezitolea mapendekezo kama wakurugenzi wa halmashauri zote kuwawezesha maafisa ushirika kupata nyenzo za kufanyia kazi na miongozo inayotolewa itumike ipasavyo ili vyama viweze kuwa imara na endelevu. Kila afisa kilimo anajiwekea kama ya kupata kompyuta mpakato. Afisa ushirika yeye pamoja na kwamba yuko chini ya afisa kilimo, yeye anaambiwa ni afisa wa tume, lakini atatakiwa awasilishe taarifa, takwimu mbalimbali na kadhalika. Hana hata kompyuta mpakato. Lakini hata upatikanaji wa mafuta, mtu anaenda kilomita 20 anapewa lita 5 kwa wiki ama kwa mwezi, na mara nyingine hakuna kabisa. Kwa hiyo huu shirika tunaosema utakuwa ni endelevu, utakuwa ni kitendawili kama hatutakuwa wamoja. Mafanikio yamepatikana kama kuongezeka kwa ufanisi wa vyama vya ushirika wa kifedha na kuongezeka kwa uzalishaji na tija ya mazao ya kibiashara kama pamba na tumbaku. Kutoka tani 690 yenye thamani ya fedha shilingi bilioni 6 milioni 455 laki 4.0 kwa ajili kwa pamba, na mwaka 2022 2023 hadi tani 6250 uzalishaji wa tani 980 yenye thamani ya jumla ya bilioni 5 milioni 880 kamili. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amesema ushirika dhamira yake ni kuunganisha wanachama, kuwa na sauti moja, na changamoto zilizoelezwa wataendelea kuzifanyia kazi. La pili ni yale madeni ambayo yameelezwa hapa. Madeni vyama vinadai aidha kwa vyama vya aidha kwa yale makampuni ambayo yanakuja kufanya biashara au kwa individuals. Mkuu wa mkoa umeamua kupanga nyumba ya ushirika. Unadaiwa, unawaambia nyie mnijue mimi ni nani. Sasa tunakujua ndio maana tunakudai hela yetu. Niombe sana madeni hayo yalipwe. Aidha, wanaushirika wameiomba serikali ya mkoa iwasaidie katika utekelezaji wa masuala ya ushirika kwenye sekta ya kilimo, mifugo, fedha, uvuvi na uchakataji wa madini ili kujenga mazingira rafiki ya uwepo wa vyama hivyo. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere ameziasa asasi zisizo za kiserikali nchini kuwa mabalozi wa kusambaza taarifa za ukaguzi kwa jamii ili kuongeza uelewa kwa wananchi. Kichere ametoa wito huo jijini Mwanza katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na kaimu mkaguzi mkuu wa nje mkoa wa Mwanza Laban Kilulu wakati wa mafunzo ya ukaguzi pamoja na kusambaza toleo maalum la mwananchi la ripoti ya ukaguzi wa asasi za kiraia mkoani Mwanza. Ushirikiano kati ya mashirika yasiyo ya kiserikali na asasi za kiraia bado unahitajika ili kuiwezesha ofisi ya taifa ya ukaguzi kutekeleza majukumu yake kwa tija na ufanisi zaidi. Mafunzo haya pia yanatufungulia ukurasa mpya wa ushirikiano ambapo tunaamini kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali na asasi za kiraia zitakuwa mabalozi wa kusambaza taarifa za ukaguzi kwa jamii na kusaidia kuongeza elimu ili uelewa wa kazi za ukaguzi wa wananchi. Naye mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali Focus Mauki ameeleza umuhimu wa mafunzo hayo. Eneo la kwanza ambalo tunawapatia mafunzo ni eneo la ukaguzi wa serikali za mitaa. Hapo tunakwenda kuwapa mafunzo waone namna gani mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anavyokagua katika eneo la serikali za mitaa.
lakini pia tumekuja na mtaalamu mwingine wa ukaguzi kwenye eneo la ukaguzi wa ufanisi, tunasema performance audit. Kwa hiyo pia tutawapa mafunzo ni namna gani sasa ambavyo jinsi tunavyokagua katika maeneo tofauti, kwa mfano eneo la afya, eneo la elimu, eneo la mazingira, ili kuweza kuangalia masuala mazima ya ufanisi. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa asasi za kiraia mkoani Mwanza wamesema kuwa uelewa wananchi kuhusu taarifa za mkaguzi kutaimarisha uwajibikaji. Ninayo nguvu sasa ya kusema kwamba serikali inawajibisha na ile mapendekezo yanayotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali sasa yanafanywa kazi. Kwa hiyo tunaenda kuongeza uwajibikaji wa watoa huduma, kwa sababu ni jukumu lao kutoa huduma, na sio huduma tu bali huduma iliyo bora. Kupitia taarifa hizi na taratibu hizi ambazo tunazipata kutoka katika mafunzo haya yanatusaidia sisi kuweza kuwafikia wananchi na kuweza kuwahudumia na kukuza uwajibikaji wetu kwa wananchi katika swala zima la kimaendeleo. Mafunzo haya siku moja yamewashirikisha wawakilishi wa asasi za kiraia wapatao 40 kutoka mkoani Mwanza, na tayari yameshafanyika katika mikoa ya Dar es Salaam na Mara, na yanatarajiwa kufanyika katika mikoa ya Arusha na Mbeya. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Tunaenda mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuwa tukidunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali endelea kwa nasi. Anaiacha nafasi kule Limbazo, anaiweka kule kwa Janja Hua. Nafasi ya wazi kabisa hii. Simba anamwinda na anaweza kumpata wakati wowote. Imetengwa, inawekwa ndani kule. Janja Hua anaweka chuma, nyavu zinatikisika. Tarehe 17 tunampiga Morocco. Tarehe 25 mwezi wa 5 tunampiga kwa Mkapa. Kwa Mkapa hajawahi kutoka mtu. Hii ndiyo Simba. Haya wanangu wa Bwera, twenzetu ni Morocco. Aye mwingine alijaue. Aye mwingine. Ili kutizama mitanange hii miwili ya Simba, lipia kifurushi cha bomba kwa shilingi 27,000 ndani ya DStv. Aye mwingine alijaue. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari 1. Hizi ni habari za michezo na burudani, na tuanzie katika mchezo pendwa, mchezo wa soka. Kocha wa klabu ya Yanga Milud Hamdi na kocha wa JKT Tanzania Ahmed Ali wameeleza tayari wao kuelekea mchezo wa kwanza nusu finali ya kombe la FA Tanzania Bara utakayopigwa Jumapili hii kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani mkoani Tanga. Klabu ya Yanga, mabingwa watetezi wa kombe la FA, na timu ya JKT Tanzania wamesafiri hadi mkoani Tanga kwenda kutafuta nafasi ya kucheza fainali ya kombe hilo. Makocha wa timu zote mbili kila mmoja ameweka malengo yake na kuhakikisha wanafanya vizuri kufikia fainali. Tomorrow we lose, we are out. Tukipoteza mchezo wa kesho tutaondoka. Tunatakiwa kukiweka kikosi hiki imara kwa 100% kucheza mchezo huo. Lazima niweke kikosi imara kabisa kesho. Hatuna namna nyingine ya kufanya. Hatutaki kuwa na matokeo ya ajabu kesho. Sisi na wachezaji wetu hatutaki kuwa na kitu chochote cha kujutia baada ya mchezo huo. To be out. Tunajua umuhimu na ugumu na uhitaji wa hii mechi. Hatukufika hapa kwa bahati mbaya. I think tulikuwa na malengo, so tumefika hapa. So tomorrow naamini itakuwa uwanja umejaa kwa 80%. Washabiki watakuwa ni upande wa Yanga. I think watakuwa wanawapa nguvu wachezaji wao. So sisi tunaweza kuwa tuna 20% tu, lakini kama mwalimu nimejiandaa kuandaa wachezaji kujua kwamba sisi tutakuwa wachache. Kwa upande wao wachezaji wa timu hizo wamesema wamejiandaa vyema kupata ushindi ili kufuzu fainali A kombe la FA, huku wakiwataka mashabiki na wapenzi wa soka kujitokeza kwa wingi kuwaunga mkono. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo, na
maandalizi yanaendelea vizuri. Kikubwa tulichofuata huku ni kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kesho kuweza kufocus na kufanya vizuri katika mchezo huo. Kama wachezaji wa JKT Tanzania tumejiandaa vizuri kukabiliana na Yanga katika mchezo wa kesho, na panapo majali wa hai na uzima Mwenyezi Mungu atamshe salama tuweze kupambania nembo ili tuweze kupata alama 3 ili kuweza kwenda finali. Mshindi wa mchezo huo atafuzu moja kwa moja fainali na atakutana na mshindi wa mchezo wa nusu fainali ya pili kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Mbone ya Herman, Star TV, Tanga. Na baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wamesema wanaamini hakukuwa na mawasiliano mazuri kati ya uongozi wa klabu ya Simba TFF na shirikisho la soka Afrika CAF juu ya kutumika kwa uwanja Benjamin Mkapa kwenye mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Maoni ya wadau hao yanakuja mara baada ya kusambaa kwa taarifa ya mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane kupigwa kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar badala ya kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Nimepata taarifa kwamba baada ya mechi Jumatatu watatoa jibu rasmi. Wao viongozi wetu watatoa taarifa kwa umma. Tushazingua toka mechi ya kwanza nusu fainali ile. Walihamisha uwanja au wakapeleka Zanzibar. Alafu hajajulisha CAF kwamba tunarudi hapa. CAF wakajua moja kwa moja tutachezea Zanzibar. Wakaanza kupanga vingilio vya kuingia uwanjani wakati hawajui kwamba wametambulisha CAF. Simba anasema achezee hapa. Viongozi wa CAF wanasema achezee Zanzibar. Sema atakwao ndio wao wenyewe. Kwa kuchezea hapa au kwa kuchezea Zanzibar. Swala hilo linaweza kuwatoa klabu ya Simba kwenye morali ya kuelekea michezo yake miwili ya fainali. Wadau hao wanazungumza. Athiri sehemu kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu washabiki tulikuwa tumejua kwamba mchezo na fainali inachezewa Dar es Salaam kwa Mkapa, sio Zanzibar. Na kwa kuwatangazia watu kwamba waende Zanzibar, hilo wamelishtukiza na watapata washabiki wengi kule. Mungu kama ataamua kuwapa tu atawapa. Kama Mungu sio hajaamua kuwapa hatawapa tu. Riziki kama ni yao tu. Kama sio kwao ndio hivyo. Ukiingia kwa Mkapa anakuwa toki mtu. Kwa Mkapa bwana anakuwa toki mtu. Kwa hiyo tukwenda kule kidogo unakuwa mtihani. Tunaamini hivyo bao bwela. Jumamosi hii majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, klabu ya Simba itacheza mchezo wake wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika huko Morocco dhidi ya wapinzani wao RS Berkane, na watarudiana Mei 25 mwaka huu nchini Tanzania. Na kila la kheri Simba katika mchezo wenu wa leo usiku. Mtazamaji, tuungane naye Godin